Naam, na kusabahi hujambo popote pale ulipo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa AGR, karibu kwenye habari za sasa. Naitwa Ogaro Brian. Tupate kwanza vidokezo vya habari hizo. Watu 15 kufariki na wengine kujeruhiwa katika ajali ya barabarani Malindi. Mombasa ikielekea Garissa. Maandamano dhidi ya ubakaji yashuhudiwa kaunti ndogo ya Marani baada ya kisa cha mtoto wa miaka 4 aliyenajisiwa. Ndio utapata usaidizi. Wakati unanyamaza, hakuna. Familia 17 kufaidika kwa kujengewa makao mapya Bomachoge Chache, kaunti ya Kisii, kama njia wapo ya kutambua familia za uwezo wa chini kipindi hiki cha janga la corona. Na samba yangu ilikuwa inakuwa hapo. Nimeshikia hapo ni kidogo. Zogo mazishini katika kijiji kimoja kaunti ya Turkana baada ya wakewenza kupigania mwili wa mumeo. Wake mkubwa yeye alifanyia harusi na wako na watoto yatima. Naam, karibu tufahamishane. Naitwa Ogaro Brian. Watu 15 wameuawa na wengine kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea kwenye barabara ya Malindi kuelekea Mombasa. Ajali hiyo ambayo ilitokea katika eneo la Mkikuyu ilihusisha mabasi mawili yaliyogongana ana kwa ana. Basi moja la kampuni ya Musil lilikuwa linatoka Mombasa kuelekea Garissa, huku la pili la Sabaki Sacco likitoka Marereni kuelekea Mombasa. Majeruhi wamepelekwa katika hospitali mbalimbali mjini Malindi. Kamishna wa kaunti ya Kilifi Kutwa Olaka alisema kuwa gurudumu la basi la Musil lilipasuka na kusababisha ajali hiyo. Ikielekea Garissa na minibus ya Sabaki Sacco nayo ilikuwa inatoka upande wa Malindi ikielekea Mombasa. Wakati kuelekea hapa mahali ajali ilitokea, kulikuwa na mlipuko wa tairi ya bus ya Garissa Sacco. Ndivyo basi dereva hiyo basi akapoteza control ya bus na ikagongana ana kwa ana na minibus ya Sabaki Sacco. Ile tungesisitiza kwa madrivers wao waangalifu. Hii barabara bado inatengenezwa, na wakifika hii eneo wakuwa waangalifu, wawaje overspeeding. Sababu kama haingekuwa hiyo pasa haingekuwa na speed, tunafikiria hainge lose control ikuje konge hii minibus. Kwingineko, wenyeji pamoja na wanaharakati katika kitongoji cha Kenyoro kaunti ndogo ya Marani Kisii wameandamana huku wakilaani visa vya ubakaji ambavyo vimekithiri katika eneo hilo. Kulingana nao, mara nyingi washukiwa wa ubakaji huwa hawachukuliwa hatua za kisheria. Katika kisa cha hivi karibuni, mtoto wa miaka 4 alinajisiwa hapo Jumamosi na kushawishiwa na mamake aseme kuwa aliumia kwa kudungwa msumari. Hii ni kinyume na ripoti ya hospitali kuhusu mtoto huyo. Waziri wa utawala kaunti ya Kisii Edna Kangwana naye waziri wa jinsia Douglas Arege waliongoza maandamano hayo. Waliwaomba wenyeji kuepuka kusuluhishia masuala kama hayo nyumbani, huku mtoto huyo akiendelea kupata matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kisii. Kamishna wa Marani David Saruni amesema mshukiwa huyo hadi sasa yuko mafichoni na angali anasakwa na polisi. Unanyamaza, hakuna vile ule mtoto atakuja pata usaidizi, hakuna vile mtoto atakuja pata haki yake, na wewe kama mama hautapata haki. Tuna uchungu mwingi sana, na tukija hapa mashinani tunapata kwamba justice system zinakuwa interfered with. Unapata kesi hazisongi mbele. Nyinyi ndio sauti ya wamama na watoto wote nyumbani. Msimu huu wa corona, vile kuna lockdown, watoto wetu wako nyumbani. Tusipowatetea ni nani atawatetea? Kwingineko, familia 17 kutoka eneo bunge la Bomachoge Chache kaunti ya Kisii zina sababu ya kutabasamu sasa. Hii ni baada ya kujengewa makazi mapya kama njia moja ya kuinua familia zinazokosa makazi bora msimu huu wa janga la corona. Mpango huu ambao unafadhiliwa na wakfu wa Abdalla Bomachoge unashirikisha wazee wa nyumba 10 na kutafuta familia zinazohitaji usaidizi wa dharura na zinazoweza ama zisizoweza kujikimu kimaisha. Kwa hapa na samba yangu ilikuwa inakuwa hapo.
Nimeshikia hapo ni kidogo. Sasa nilijaribu kusongeza hii kwa watoto, ni kufanya biashara vya miwa na omena na vitu vingine kidogo kidogo. Tumeweza kufanya project mingi kwa kama ya hii nyumba. Hii ni ya nyumba ya 17 tunajenga katika hii Bomachoge Church constituency. Pia tunaendelea na miradi mingine kama ya kusaidia na chakula kwa wenye wana chakula, kusaidia mayatima, tunalipia watoto wengine school fees ili na wao wakaweze kujisaidia kwa siku za. Huku hayo ya kijiri, zogo limetokea katika mazishi kwenye boma moja kaunti ya Turkana na polisi kulazimika kutumia vitoa machozi kutawanya waombolezaji. Hii ni baada ya wakewenza kung'ang'ania maiti ya mume wao, kila mmoja akitaka azikwe kwenye boma lake. Ili lazima mazishi hayo kufanyika kwa chini ya dakika 10 katika boma la mke wa pili baada ya polisi kuwafukuza waombolezaji. Tumekuja na maaskari. Sasa amesika ndugu yetu bila sisi hata kumwagia mchanga, wala watoto wake wale yatima wale hawana mama na baba. Saa hii wajawekea baba yao mchanga, hata hatujui kama ni yeye kweli ama ni sanduku tu ndio wamesika, hata hatuna habari. So ikawa kaburi mbili, ambapo sasa kaburi moja imebaki kwa wazi. Na kwa lugha yetu kaburi kibaki wazi, kuna kitu inaitwa kumooki. Watafanya kumooki hiyo, washughulike hiyo kaburi ndio ifunikwe, hiyo ifunikwe bure. Lazima wafanye kitamaduni ndio hiyo kaburi ifunikwe. Sisi kama Turkana hatushiki ndani ya boma ile, hakuna boma ya mali. Baka jengwe tuchukue ndani ya boma ya mbuzi wala ya ng'ombe. Sisi kama Turkana ile iko na kimila, hatuwezi shikiwa mali, hakuna mali. Hiyo ni sambi kubwa sana kwa lugha yetu ya Turkana. Na kufikia hapo basi sina budi kutia tamati kwenye habari za hivi punde. Naitwa Ugaro Brian, hadi hapo siku ya kesho majaliwa.